Ndugu mtazamaji, kilio unachokisikia hapo sio kilio cha mtoto aliyechapwa ama vinginevyo, bali ni kilio cha mtoto anaelia kwa maumivu baada ya kufanywa tukio la kikatili na mlinzi wa shule anaosomea. Tukio hili limefanyika Arusha. Mtoto wa darasa la 3 mwenye umri wa miaka 7 amebakwa na mlinzi wake ambaye ni mzee na miaka takribani 56. Ameongea machache, tumepata muda kumsikiliza mtoto. Ameongea machache jinsi ilivyokuwa mwanzo hadi mwisho. Tumsikilize. Ile siku nilikuwa nimemtereka mamangu, nilikuwa naenda dini. Nilipokuwa naenda dini, kiingelea dini kagongwa. Nikataka kwenda dini, yule babu akaniita akanipa 500. Aliponipa 500 nikaenda kununua ting na elfu 20. Nilipoanza kununua nikamrudishia change yake 300. Nilivomrudishia akaniambia nirudi kesho. Akatangulia kupanda magorofani, nikasikia mamangu na dadangu wakawa wananiita. Walivyokuwa wananiita, yule babu akaniambia nyamaza. Tukaendelea kupanda magorofani, akanivulia suruali, akanikalisha kwenye kiti, akaniambia nifungie macho. Nilipofunga macho akaniingizia. Alivyoniingizia kengele ya chakula wanafunzi kagongwa. Wanafunzi walileta, nikaanza kulia. Nilikuwa nasikia maumivu sana. Ulikuwa unaweza kutembea? Mama kaja akanikagua. Chapa ndo nikamwambia ukweli. Nipata atanichapa. Ni mara ngapi kukufanyia hivyo? Mara kwanza. Naumwa. Pia mamake amejaribu kuongea machache ni jinsi gani aligundua tatizo hili na amefuata hatua gani mpaka sasa, tukio limefikia wapi. Alivyokuwekea hivyo, wewe ulikuwa usikie maumivu? Akaniambia nilikuwa nasikia maumivu. Mbona ukulia? Akaniambia mama, nimelia, nilikuwa nalia, babu akawa ameniziba mdomo. Alivyoniziba mdomo akaendelea kunifanyia hivyo. Mimi nikamwambia sasa alivyokuwa babu anakufanyia hivyo, alivyokuwa anakufanyia hivyo, wewe hukuweza kuongea chochote wala hukuweza hata kufungua macho. Akaniambia hapana, babu alikuwa ameniambia kwa ukali nifungie hayo macho. Hatua niliyochukua mimi kama mzazi, nikamchukua mtoto wangu haraka haraka, nikawa nimemlaza chini, nikamvulia nguo kwa ajili ya kumkagua, nimwangalie kama ana usalama. Ndio mtoto alikuwa ameumia, alikuwa ni damu zimevijia huku ndani, yani huku pembeni. Mpaka leo wenyewe tunavyoongea, leo ni tarehe 15, lakini mtoto bado kaka, mtoto anaumwa. Yani mimi mwenyewe ndo namuogesha huyo mtoto. Yani anaumwa, mtoto mwenyewe analia. Ndo kama jana nako ametoka shuleni hawezi kutembea, analia. Yani analia tu. Nikawa nimemchukua hapo nikamuogesha, nikawa nimechukua tissue tu nikawa namfuta kwa sababu nikawa namnawisha, yani ni analia sana. Wameniambia mtoto amefanyiwa hivyo na amepata michubuko mikubwa sana. Kwa hiyo mtoto ana maumivu makali sana. Tutampa dawa ya kuzuia maambukizi. Mtuhumiwa kwa sasa yuko wapi? Kwa sasa mtuhumiwa mimi ninasikia kwamba ameachiliwa. Yuko huru, yuko mtaani tu. Japo mimi kama mimi sijamuona, lakini ninavyosikia ni kwamba ameachiwa huyo mtu. Sasa mimi ninashindwa kuelewa kwamba huyo mtu amemwachiaje wakati mtoto wetu amemweka kwenye hali kama hii. Mtoto wangu anaumwa mpaka sasa hivi, mimi tu ndo ninamhangaikia hapa mtoto wangu. Sasa huyo mtu ameachiwa, ndo sielewi. Kwa sawa, nilikuwa naomba serikali iweze kuchukua tu hatua ya kumkamata huyo mtu kama ni kumkamata, na kama watanisaidia pia. Mimi naongea na mtoto wangu ili saikolojia yake ikae sawa sawa, lakini pia kama nitapata msaada itakuwa ni vizuri. Yeah, it's your boy, your favorite boy, I go by the name Kucharo, na kuletea taarifa kwenye kipindi cha kupendwa cha Je Ulijua, kinachopatikana Pasifa Online TV. Ni kuombe tu usiache kulike, kushare, kucomment, subscribe, turn on notification ili uzidi kuwa mwanafamilia, upate taarifa zetu punde tu tutapokuwa tuna updates. Asante. Je ulijua? Sifa Online, Sifa Online TV. Sifa Online, Sifa Online TV.